Beautiful. Praise the Lord, blessed people. Bwana asifiwe watu wapendwa. Last Sunday, let me just do a little bit summary and then I read a few scriptures. Wacha nifanye tu muhtasari ya Jumapili iliyopita kisha tasoma maandiko machache. Our correspondents they are on standby. Once imekuja, we will be able to watch. Wanaripota wetu wako macho. Wakati ule tu ambapo mtembeleo wa Bwana utaweza kutuma katika link, tutaweza kutazama. Last Sunday, Jumapili iliyopita, and it's very good that we now settle. Thank you. Last Sunday, Jumapili iliyopita, we took a very serious journey. Tulichukua safari ya kumaanisha sana. And we began to read the book of Romans 8:23. So I'll request that the IT team enda to haraka that I may be able to read a number of scriptures mbio. And we read Romans 8:23. Na tukasoma kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 23. And so we looked at the longing, the groaning. We defined what we call groaning. Tukaelezea maana hili neno kuugua. Hallelujah. Hallelujah. And we said it's a deep longing. Na tukasema kwamba ni kutamani kwa shauku. So I'd given an example of the people that groaned, or instances where you find groaning in the Bible. He says not only so, but we ourselves groan. But we ourselves too have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. The redemption of our bodies. So we looked at that aspect of groaning, and we basically just wanted to know this groaning. And we looked at a number of scriptures. For example, 2 Corinthians 5:2-6, where we said we groan as we wait to be clothed with our heavenly bodies. And then we said, why do we groan? We looked at the present conditions at this earth. We live in the same environment with sinners, in the environment where sin is. Na kisha tukatazama, je, kwa nini kuugua? Manake tunaishi hapa katika ulimwengu ambapo kuko na wenye dhambi. Hallelujah. Hallelujah. And so we looked at, as we were ending, na tulipokuwa tunamalizia, we looked at the people that are groaning. They have the first fruits. And how the Lord defines it, that they are the first fruits of the Holy Spirit. They are sealed by the Holy Spirit. Tukatazama watu ambao wanaugua kwa uchungu, kumaanisha kwamba hao ndio wazaliwa wa kwanza ama mavuno ya kwanza, wametiwa muhuri na Roho Mtakatifu. And in Exodus 3:7 we looked at, the Bible says, na kitabu cha Kutoka mlango wa 7 Biblia inasema, mlango wa 3 mstari wa 7 Biblia inasema, we said the Bible says, Biblia inasema, we looked at it and we said the Bible says, tukaitazama na tukaona Biblia inasema that the Lord looked at their groaning. The Lord was concerned. Ya kwamba Bwana alihusika sana na kuugua kwao. And we looked at Lamentation 1:22 and says, my heart is faint. Na tukatazama kitabu cha Maombolezo mlango wa kwanza mstari wa 22 ya kwamba moyo wangu unatamani sana. And also Psalm 61:2. Na pia Zaburi mlango wa 61 mstari wa 2, where the Bible says, I call on you, or I reach out to you when my heart is growing faint. Ambapo Biblia inasema kwamba ninakuitia ama ninakutafuta wakati moyo wangu una shauku nawe. Lead me to the rock that is higher than I. Nielekeze katika mwamba ulio juu kuniliko. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mnaweza occupy these two seats, then wale wakuje wa occupy. Hallelujah. Lead me to the rock that is higher than I. Niongoze katika mwamba ulio juu zaidi yangu. And also read now. Na pia unaposoma sasa, let me add you more. When you read Luke chapter 2, unaposoma kitabu cha Luka sura ya 2, verses number 25-35, mstari wa 25 hadi 35, there's a guy called Simeon. He longed to see the Messiah. Kuna mtu aitwaye Simeoni alitamani sana kumuona Masihi. He longed to see the Messiah. Alitamani sana kumuona Masihi. And when he finally met the Messiah, na hatimaye alipokutana na Masihi, then he said, now your servant can go in peace. Kisha anasema kwamba sasa mtumishi wako anaweza ondoka kwa amani. We were just defining this thing that is called longing. Tulikuwa tunaelezea tu maana hili neno liitwalo kuugua kwa uchungu. Hallelujah. Hallelujah. And also when you read 1 Samuel chapter 1 verses 2-20, na pia unaposoma Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 2 hadi 20, you find the groaning of Hannah. Unapata pale kuugua kwa Hannah. When Penina was laughing at her, wakati Penina alikuwa akimchekelea, and Hannah groaned. Na Hannah akalia kwa utungu. And in fact the Bible says, na Biblia hata hivyo inasema, in verses 20, mstari wa 20, that he was deeply distressed. Ya kwamba alikuwa na usumbufu and number 2, he cried bitterly. Ya kwamba alilia kwa uchungu.
And he said, look at me, your servant. Akasema nitazame mtumishi wako. And number 4, he says, see my trouble. Ya 4 anasema tazama mateso yangu. And number 4, he said, remember me. Na anasema nyingine kwamba nikumbuke. Those are the words of somebody who is groaning. Hayo ni maneno ya mtu anayeugua kwa uchungu. In pain. Katika uchungu. And then we also read, you can also check in the book of Luke 23:42. Na pia unaweza tazama kitabu cha Luka 23 mstari wa 42. The Bible talks about 2 thieves at the cross. Biblia inazungumza kuhusiana na wezi wawili msalabani. Jesus was crucified between the 2 thieves. Yesu alisulubishwa katikati ya wezi wawili. What is your prayer during this Easter? Je, ombi lako wakati huu wa Pasaka ni lipi? You are supposed to be groaning. Unapaswa kuwa ukiugua kwa uchungu. The other thief looked at Jesus. Mwizi yule mwingine akamtazama Yesu. And he began to mock Jesus. Akaanza kumdhihaki Yesu. But the other one Lakini yule mwingine rebuked the other one. Akamkemea yule mwingine. And then he told Jesus, kisha akamwambia Yesu, remember me when you come to your father's kingdom. Nikumbuke utakapokuja katika ufalme wa baba yako. That word remember me, hilo neno nikumbuke, constitute what we call groaning. Linaelezea hiki ambacho tunaita kuugua kwa uchungu. Habakkuk 3:2. Habakkuk mlango wa 3 mstari wa 2. The Bible says remember mercy. Post it here, Habakkuk 3:2. Kitabu cha Habakkuk mlango wa 3 mstari wa 2. The Bible says remember mercy. Biblia inasema kwamba kumbuka rehema. He is longing for revival. Anatamani uvuvio. Habakkuk 3:2. Habakkuk mlango wa 3 mstari wa 2. He says, Lord, anasema Bwana, I have heard of your faith. Nimesikia sifa zako. I stand in awe of your deeds. Nami nimesimama katikati ya matendo yako. Lord, repeat them in our day. Bwana, yakumbuke katika siku zetu. In our time make them known. Katika wakati wetu ukaweza kuzitangaza habari zako. In wrath remember mercy. Na katika ghadhabu yako kumbuka rehema. So that word remember mercy, basi neno hilo kumbuka rehema, constitute groaning. Linaelezea kuugua kwa uchungu. Psalms 106 verses 4 and 5. Zaburi mlango wa 106 mstari wa 4 hadi wa 5. The Bible says, Biblia inasema, remember me. Nikumbuke. The Bible, look at what the Bible says. Tazama Biblia inavyosema. It says, remember me, Lord. Anasema nikumbuke when you show favor to your people. Unapowahurumia watu wako. Come to my aid. Kuja katika msaada wangu. When you save me. Unaponiokoa. This is groaning. Huko ni kuugua kwa uchungu. It is an example of groaning. Ni mfano wa kuugua kwa uchungu. Because it says, remember me when you show favor to your people. Manake anasema kwamba nikumbuke unapowaonyesha kibali watu wako. The day when the Lord will show favor to his people is coming. Siku ambayo Bwana atawaonyesha kibali watu wake inakuja. When you read Joshua chapter 2, unaposoma kitabu cha Yoshua mlango wa 2, verses number 12 to 13, mstari wa 12 hadi 13, when Rahab the prostitute, wakati Rahab ambaye alikuwa kahaba, has shown favor alipowaonyesha kibali to the spies, wale wajasusi whom Joshua had sent, ambao Yoshua alikuwa amewatuma to go and spy, waende wakafanya ujasusi Jericho. And when she has shown them favor, na wakati alipowaonyesha rehema, he told them, akawaambia, swear to me hapa kwangu that you will show kindness. Ya kwamba utanihurumia. He says, now then, anasema kwa hivyo please sasa, swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I've shown kindness to you. Give me a sure sign. Tafadhali niapieni kwa Bwana kwamba mtanitendea hisani jamaa ya baba yangu, kwa kuwa mimi nimewatendea hisani. Rahab was groaning for deliverance. Rahab alikuwa anatamani ukombozi. Was crying for the kindness of God. Alikuwa analilia wema wa Mungu. In this Easter celebration, katika sherehe hizi za Pasaka, are you also groaning and crying for the kindness of God? Je, wewe pia unaugua na kutamani wema wa Mungu? Job chapter 19:25. Kitabu cha Ayubu 19 mstari wa 25. The Bible says, Biblia inasema, I know, I'm just explaining groaning in the book of Romans 8:23. I know that my Redeemer lives. Anasema kwamba ninajua kwamba mkombozi wangu yuaishi. He says, I know that my Redeemer lives. Anasema kwamba najua kwamba mkombozi wangu yuaishi. And that in the end he shall stand on the earth. Na kwamba mwishoni atasimama juu ya nchi. If you read verses number 26, mstari wa 26 anasema, and after my skin has been destroyed, nami baada ya ngozi yangu kuharibiwa, yet in my flesh I will see God. Bado nikiwa na mwili huu nitamuona Mungu. So he is groaning. Basi anaugua kwa uchungu. He is in pain. Yuko kwenye uchungu. He wants to see God. Anataka kumuona Mungu. So that is an example of groaning there. Basi huo ni mfano wa kuugua kwa uchungu. In John chapter 12 verses 21, kwenye kitabu cha
Yohana 12 mstari wa 21. John chapter 12:21. Yohana mlango wa 12 mstari wa 21. John chapter 12:21. Yohana mlango wa 12 mstari wa They came to 21. Philip, Walimkujia who Filipo was from Bethsaida in Galilee, ambaye alikuwa ametoka Bethsaida huko with a Galilaya, request. wakiwa na ombi. Sir, they said, Wakamwambia, Bwana, we would like to see Jesus. tungependa kumwona Yesu. That word, we would like to see Jesus, Hilo neno ya kwamba tunataka kumwona Yesu is a groaning. ni kuugua kwa uchungu. Even you today, Hata nawe leo are hii, you groaning in pain je, unaugua kwa uchungu because you want to see Jesus? sababu kwamba unataka kumwona Yesu? I want to read the book of Romans 8:18. Nataka nisome kitabu cha Warumi 8:18. Hallelujah. Haleluya. So the Romans 8:18. Kitabu ni cha Warumi mlango wa 8 mstari wa The 18. reason for our groaning, Sababu ya kuugua kwetu kwa as uchungu, we prepare to watch the dreadful visitation of God, because you will look and you'll realize there is a message. manake utatambua kwamba baada ya kutazama mtembeleo wa Bwana ya kwamba kuna ujumbe mle ndani. And let us clap to the Lord, blessed people, Wacha tumpigie Bwana makofi, because for us, kwa sababu kwetu we know sisi, that we are in the right place tunajua tuko where mahali the Lord is panapostahili, visiting. ambapo Bwana anatembelea. Hallelujah. Haleluya. Romans 8:18 today. Warumi mlango wa 8 mstari wa 18. I leo know we hii. will still come to Romans 8:23. We are not through. Najua hatujamaliza kitabu cha Warumi 8:23, bado hatujamaliza. But Romans 8:18, the Bible says, Lakini Warumi mlango wa 8 mstari wa 18, Biblia I inasema, consider that now I'm looking at the reason of our groaning. sasa ninatazama sababu ya kuugua kwetu. And particularly, Haswa sana, I thought it well that we may be able to begin from Romans 8:23, and then now we come to Romans 8:18. niliwazia ni vyema tuanzie mstari wa 23 wa kitabu cha Warumi mlango wa 8 hadi kisha turudi kwenye mstari wake wa 18. Just to prepare you as we wait for the visitation. Ili kuandaeni tu tunapojiandaa kwa mtembeleo. That you know that our time is over, Na tunajua kwamba wakati wetu and this umekwisha. earth is not on Na our ulimwengu home. huu si nyumbani kwetu. Romans 8:23, Romans 8:18. Kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa I consider 18. that our present sufferings Na ya hesabu mateso yetu ya wakati are not huu worth comparing with the glory that will be revealed in us. kuwa si kitu kulinganisha na utukufu utakaodhihirishwa kwetu. So he says our present Kwa suffering, hivyo anasema kwamba mateso yetu ya wakati you huu cannot compare huiwezi with the ukayalinganisha glory that is coming. na utukufu ujao. So I want to look at this present Kwa suffering. hivyo nataka tutazame mateso ya hivi I want sasa. us to read a few scriptures Nataka tukasome maandiko that you may be machache able to look at this present suffering. ili ya kwamba tukaweze kutazama haya mateso ya hivi But sasa. where we have read is NIV. Lakini pale ambapo tumesoma kwenye tafsiri ya NIV says our present suffering. NIV inasema kwamba mateso yetu ya hivi sasa. Ishakuja bado. NIV says our present suffering. NIV inasema mateso yetu ya hivi sasa. And NLT, the New Living Translation, Na New Living Translation the inasema, Bible says what we suffer now. Biblia inasema kwamba kile tunachokitesekea sasa. And then the Amplified Version, Na tafsiri ya Amplified it says what we suffer from the standpoint of faith. anasema kwamba kile ambacho tunatesekea kwa ajili ya imani yetu. Hallelujah. Haleluya. Is not worth comparing Haiwezi kulinganishwa kamwe with the glory that will be na revealed utukufu utakaofunuliwa when now finally the Messiah has come. wakati ambapo hatimaye sasa Masihi atakuwa amekuja. Blessed people, Watu wabarikiwa. allow me look at the present suffering. Niruhusu nitazame mateso ya hivi sasa. I want to read 2 Corinthians Nataka nisome kitabu cha Wakorintho wa pili chapter number 12, mlango wake wa 12 verses number 9 and 10. mstari ni wa 9 na 10. The Bible says, Biblia inasema, we delight in our weaknesses. lakini tunafurahia katika udhaifu wetu. He says, Anasema, but he said to me, lakini akaniambia, my grace is sufficient for you, neema yangu inakutosha, for my power is made perfect in weakness. kwa kuwa uweza wangu hukamilika katika udhaifu. Therefore I will boast all the more gladly Kwa hivyo nitajisifu kwa furaha zaidi about my weaknesses, kuhusu udhaifu so that wangu, Christ's power may rest on me. ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. And blessed people, Na watu wabarikiwa, as we read this wonderful scripture, tunapolisoma hili you andiko will la come to kupendeza, understand the following, utapata kuelewa yafuatayo, that in the light of the holy word of God, ya kwamba kutokana na maandiko matakatifu ya Mungu, the Bible considered our present weaknesses Biblia inaangazia udhaifu wetu wa sasa as one of the sufferings. ikiwa ni kama sehemu ya mateso. Hallelujah. Haleluya. Number 2, Jambo la pili, Philippians chapter 3 verses 8. kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari ni wa I'm 8. looking at our present sufferings. Ninaangalia tu mateso yetu ya hivi sasa. Philippians chapter 3 verses 8. Kitabu ni cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 8. It says, what is more, Anasema, je,
Naendelea zaidi ya I hayo, consider everything a loss na yahesabu mambo yote kuwa hasara because of the tupu, surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, nikiyalinganisha na faida kubwa ipitao kiasi ya kumjua Kristo for Bwana whose wangu, sake I've lost all things. ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya I mambo consider yote, them garbage nikiyahesabu kuwa kama mavi, that I may gain Christ. ili nimpate Kristo. So the loss of all things, Kwa hivyo basi kupoteza ama hasara ya kila kitu, hasara ya kila kitu hasara ya kila kitu in this world katika ulimwengu huu constitute our present sufferings, inajumuisha mateso yetu ya hivi sasa, where you have lost your family ambapo umepoteza familia yako because you love kwa Jesus, sababu unampenda Yesu, you have lost your relatives, umepoteza watu wa jamaa you yako, have lost your job, umepoteza kazi yako, you are rejected because of Christ, umekataliwa kwa sababu ya Kristo, because you love kwa Jesus, sababu tu unampenda you have Kristo, lost the things that were beneficial to you, umepoteza vitu vilivyokuwa vya faida the kwako, things that were important to you, vitu ambavyo vilikuwa na muhimu kwako, because you love kwa Jesus. sababu unampenda He Yesu. says those things constitute our present suffering. Anasema mambo hayo yanajumuisha mateso yetu ya hivi sasa. Another one is 2 Timothy Nyingine ni Timotheo wa pili, chapter number 2 verses 9. mlango wake ni wa pili mstari ni wa I'm just 9. looking at the sufferings daily and you can relate as we read them. Na angazia tu mateso ya kila siku, waweza angazia He tunaposoma. says, for which I'm suffering, Anasema ambayo kwayo ninateseka, even to the point of being chained like a criminal. hadi kwenye kiwango cha kufungwa minyororo But kama God's word mhalifu. is not chained. Lakini neno la Mungu halifungwi. Our present suffering. Mateso yetu ya hivi sasa, Anasema anasema ya kwamba I'm suffering like a criminal, ya kwamba ninateseka kama mhalifu, to the point of being chained like a criminal. kwenye kiwango cha kufungwa minyororo kama The mhalifu. present suffering. Mateso yetu ya sasa, You've gone without food because you love Christ. umekosa chakula kwa muda kwa sababu Because unampenda Kristo, you did not go into corruption. Now you are fired from work. kwa sababu haukufanya ufisadi, umefutwa kazi, Now you are suffering. sasa unateseka. Hallelujah. Haleluya! The example of suffering. Mifano ya kuteseka. He says the present suffering. Anasema mateso ya sasa, 2 Corinthians chapter 4 wa Korintho wa pili mlango wa 4 verses number 17 to 18. mstari wake ni wa 17 na I'm just looking 18. at the present sufferings. Natazama tu mateso ya hivi sasa. For our light and momentarily troubles Kwa maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya are kitambo achieving kifupi for us an eternal glory inatutayarishia tu kwa ajili ya utukufu wa that milele, far outweighs them all. uzidio kwa wingi He kupita calls them kiasi. our light and momentarily troubles. Anaziita shida nyepesi za muda But mfupi, even more so, verses na 18. hata zaidi kwenye mstari wa So we 18, fix our eyes on what is unseen, kwa sababu hatuangalii yale yanayoweza but kuonekana, what is what is seen, but what is unseen. So we fix our eyes not on what is seen, but but on what is unseen. Since what is seen is temporal, but what is unseen is eternal. kwa sababu hatuangalii yale yanayoweza kuonekana, bali yale yasiyoweza kuonekana, kwa maana yale yanayoweza kuonekana ni ya kitambo tu, bali yale yasiyoweza kuonekana ni ya So milele. another present suffering Basi mateso mengine ya is sasa our ni afflictions. mateso yetu, Mateso yetu kwa sababu ya imani. Our afflictions. mateso yetu kwa sababu ya imani. And then I'm reading Philippians Ninasoma pia kitabu cha chapter number Wafilipi 4, 11 and 12. I'm looking at our sufferings. mlango wake ni 4 mstari wa 11. Natazama Philippians mateso ya chapter sasa. 4, 11 and 12. Kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 11 na 12. The Bible says Biblia inasema in Philippians chapter 4, kitabu ni cha Wafilipi sura ya he 4. says, I'm not saying this because I'm in need, Sisemi hivyo kwa vile nina mahitaji, for I have learned to be content whatever the circumstances. la, kwa maana nimejifunza kuridhika katika hali yote. Verses number 12, 12. the Bible says, Biblia inasema I know what it is to be in need, ninajua yamaanisha nini kupungukiwa, and I know what it is to have plenty. pia ninajua kuwa na vingi. I have learned the secret of being content Nimejifunza kuridhika in any and every situation, katika kila hali, whether well fed or hungry, wakati wa kushiba na wakati whether wa kuwa living in njaa, plenty or in want. wakati wa kuwa na vingi na wakati wa kupungukiwa. So need, the present needs, Basi mahitaji ya hivi where sasa, sometimes you don't have enough clothing, ambapo sasa hauna mavazi ya kutosha, where sometimes you don't have enough rent, ambapo wakati mwingine hauna kodi ya where kutosha, sometimes ambapo wakati you mwingine even don't have money, you cannot access healthcare system. huwezi ukapata mtindo wa kimatibabu ya And kutosha. you know very Na well unajua vyema that kabisa other people are prospering because they are corrupt. ya kwamba watu wengine wanaendelea vyema kwa sababu ni But for wafisadi, you now, you are suffering lack. lakini kwako wewe umekosa. Remember, Kuna we are upungufu. looking at our present troubles Kumbuka tunatazama mateso yetu ya are not sasa, worth comparing haiwezi
haiwezi ikalinganishwa with the glory that is coming. na utukufu ujao. Let us clap to Jesus. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Blessed people. Watu wabarikiwa. 2 Corinthians Wakorintho wa pili chapter number 6 mlango wake ni wa 6 verses number 4 to 5. mstari ni wa 4 na 5. Another of our troubles Shida nyingine ya mateso is yetu recorded there. imenakiliwa pale. 2 Corinthians Wakorintho wa pili chapter number 6. mlango wake wa 6. Rather, as servants of God, Kama watumishi wa Mungu we commend ourselves tujionyeshe kwa kila in every way, katika kila in njia, great endurance. katika dhiki So kuu. another one, great endurance, Basi nyingine ni saburi nyingi, in troubles, katika dhiki, in hardships, katika misiba and na distresses. katika shida. Verses 5. Mstari wa 5, In beatings, katika kupigwa, imprisonments, katika kufungwa gerezani, and riots, na katika ghasia, in hard work, katika kazi ngumu, sleepless nights, kesha na kuomba, and hunger. katika njaa. Number 6. 6, Number 6. mstari wa 6, In purity, katika utakatifu, understanding, patience, and kindness. katika ufahamu, uvumilivu, na katika utu In the wema, Holy Spirit and in sincere love. katika Roho Mtakatifu na kwa upendo wa kweli. So you will see that he has listed several of our sufferings. Basi unaona kwamba ameorodhesha pale mateso mengi. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu He asifiwe. has listed several of our sufferings. Ameorodesha baadhi ya mateso yetu He said mengi. in hardships, Anasema katika magumu, in beatings. katika mapigo. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. In Bwana afflictions, katika mateso na taabu in nyingi, pain. katika machungu. Hallelujah. Haleluya. I want to look at the present suffering. I'm looking at the present suffering. Ninaangazia mateso ya sasa. Probably you walked into this church Huenda uliingia katika hili and you are kanisa going through na persecution unapitia mateso and you think you are na alone. unafikiria uko peke yako. You are not alone. Hauko peke yako. There is nothing that is new. Hakuna kilicho kipya. Philippians chapter 1 verses 12. Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa Another 12. of the form of suffering. Baadhi ya sehemu ya mateso. The Bible says, Biblia inasema, now I want you to know, brothers and sisters, basi ndugu zangu nataka mjue kwamba that what has happened to me mambo yale yaliyonipata has mimi actually served to advance the kwa gospel. kweli yamesaidia sana kueneza injili. Paul was not writing this part Paulo hakuwa anaandika sehemu to hii show that he was enjoying life, kuonyesha kwamba alikuwa anafurahia maisha. but rather Badala he yake was talking about his pain, alikuwa akizungumza kuhusiana na uchungu his wake, troubles. shida zake. It says, 24 maandiko inasema, however, lakini I consider my life worth nothing to me. siyahesabu maisha yangu kuwa kama My hatari only aim kwangu, is to finish the race kama kuyamaliza mashindano na and kukamilisha, complete the task the Lord Jesus has given me. na kuikamilisha ile kazi ambayo Bwana The Yesu task alinipa. of testifying to the good news of God's grace. Yani kazi ya kuishuhudia injili ya neema ya Mungu. Let us clap to the Lord Jesus, Tupige somebody. Bwana Yesu makofi mtu. So he's looking at his present life. Kwa hivyo anayatazama maisha yake ya hivi sasa. He's saying Anasema that even the Holy Spirit ya kwamba hata Roho is Mtakatifu warning him anamuonya that there is no good thing that is ahead. ya kwamba hakuna kizuri kilichoko The mbele. only thing that is ahead Kilichoko mbele yake is prison, ni vifungo, hardships, mateso and tough life na maisha magumu that is awaiting for him. ambayo yanamsubiri. But he said, Anasema even in this, hata katika we haya are very ready. tuko tayari. Why? Kwa nini? Because there is something good. Kwa sababu kuna kitu kizuri. And again he says, Pia anasema in Hebrews chapter 11 verses 9. kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 11 mstari wa Hebrews chapter 9. 11 verses 9. Kitabu ni cha Waebrania mlango wa 11 mstari ni wa The 9. Bible says, Biblia inasema we are looking at the present sufferings. tunatazama mateso ya hivi sasa. He says, Anasema by faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. kwa imani alifanya maskani yake katika nchi ya ahadi kama mgeni katika nchi ya He lived kigeni. in tents as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same prison, of the same promise. Akaishi katika mahema kama Isaki na Yakobo walivyofanya waliokuwa pia warithi pamoja naye katika ahadi ile ile. He lived like a foreigner. Aliishi kama mtu wa He had kigeni. no home. Hakuwa na He nyumbani. had no dwelling. Hakuwa na makao. I want to present to you, Nataka nikueleze. hallelujah, Haleluya. praise the Lord Bwana Jesus, Yesu asifiwe. that it is all right if you don't have a place to call home. Ya kwamba ni vyema kama hauna mahali pa kuita It is nyumbani. just all right. Hakuna ubaya. Hakuna ubaya. It is not that the Lord has forgotten you. Si eti ya kwamba Bwana There is no amekusahau. criminal
criminal activity in that. Hakuna tukio la uhalifu hapo. Not all people have homes in this earth. Si watu wote wako So don't begin to trouble yourself at, oh, I am now aged, I don't have even a simba. Kwa hivyo hauhitaji kujisumbua kwamba mimi sasa ni mzee na sina hata nyumba. People are laughing at me. Watu wananicheka. They are saying that even a dog has a house, but you don't have a house. Wanasema ati hata mbwa ako na nyumba lakini wewe hauna When mahali. I die, where will I be buried? Ninapokufa je, nitazikwa wapi? If the Lord gives us, it is still okay. Iwapo Bwana atatupea But ni kama sawa. hatatupatia, it is all right. There is nothing wrong with that. Hakuna kitu kibaya na hiyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Let us clap to Jesus. Tupigie Yesu makofi. Let us clap to the Lord. Tupigie Bwana makofi. So he lived like a foreigner. Kwa hivyo aliishi kama mtu wa He did kigeni. not invest in this earth. Hakuwekeza ulimwenguni hapa. The present sufferings. Mateso ya hivi He sasa. did not have a home. Hakuwa na nyumbani. 2 Corinthians chapter 4, Wakorintho wa pili mlango wa 4. verses number 8 to 12. Mstari wake ni wa 8 hadi 2 12. Corinthians chapter 4, Kitabu ni cha Wakorintho wa pili mlango wa 4. verses number 8 to 12. Mstari wake ni wa 8 hadi 12. The Bible says, blessed Maandiko people, yanasema wapendwa, in 2 Corinthians chapter 4, verses 8 to kitabu cha 12, Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 8 hadi 12. he says, Anasema we are hard pressed on every side, twataabika kila upande but not crushed, lakini hatujaangamizwa. perplexed but not in despair, Twaona wasiwasi lakini hatukati tamaa. persecuted Twateswa but not abandoned, lakini hatuachwi. struck down Twatupwa but chini not destroyed. lakini hatupondwi. He says, Anasema we always carry around in our body siku zote twachukua katika mwili yetu the death of Jesus, kifo chake Yesu so that Kristo, that life of ili Jesus kwamba uzima wa may Yesu also be revealed in our body. uweze kudhihirika katika miili Let yetu. us clap to Jesus, those who are enjoying the word. Yesu makofi wale ambao wanalifurahia He's neno. talking about the present troubles, Ananena kuhusiana na taabu the za present sasa, hardships. ugumu wa sasa. Sasa wa download, isn't it? They are imekuja. Now download. So as they download, let's continue as they keep on downloading. He says, we are hard pressed on every side. Anasema tumefinyiliwa kila We mahali. carry the death of Jesus in our bodies. Miilini mwetu tumebeba mauti ya Yesu. We are hard pressed and not crushed. Tumeweza kufinyiliwa lakini hatujapondwa. 2 Corinthians chapter 7, Wakorintho wa pili mlango wa 7 verses number 5 to 6. mstari wa 5 hadi 6. The sufferings at Macedonia. Mateso pale Macedonia. The Bible says, Biblia inasema 2 Corinthians Wakorintho ni wa pili chapter number 7, mlango wake wa verses 7 number 5 to 6. mstari wake ni wa 5 hadi 6. 2 Corinthians chapter 7, Kitabu ni cha Wakorintho wa pili mlango wa 7. verses, download tu kwanza. Once you are through and hakuna vile tukianza tutanini, then you can signal me. He says 2 Corinthians 7, 5 to 6. Anasema kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 7 For mstari when wa we 5. came into Kwa Macedonia, maana hata tulipoingia we had no Makedonia rest, miili yetu haikuwa na but we were pumziko. harassed at every turn. Tulisumbuliwa kila upande. Conflicts on the outside, Upande wa nje kulikuwa na mapigano fears within. na mioyoni mwetu tulikuwa na The hofu. pain they went through at Macedonia. Machungu waliopitia kule Makedonia. Then verse 6, the Bible says, Mstari wa 6 maandiko inasema, you can read verse 6. But God, bali Mungu who comforts the downcast, yeye anayewafariji wenye huzuni, comforted us by the coming of Titus. Let us clap to the Lord Jesus. alitufariji kwa kufika kwake Tito. Tumpigie Bwana makofi. The Lord who comforts those who are down in the heart, down in the spirit. Bwana ambaye anawafariji wale walio chini katika mioyo. He will katika always nafsi. come through. Kila mara atakuja kwako. Tell your neighbor, the Lord will always come through. He will always comfort. Mwambie mwenzako, Bwana kila mara atakufariji. Blessed people, Watu we were wabarikiwa. just looking at the present troubles, the present trials. Tunatazama tu zile shida na matatizo ya sasa. 2 Corinthians chapter 2:13. Wakorintho wa pili mlango wa pili 13. We can even read one in 2 Corinthians 2:13. Hata tuweza soma moja kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa pili 13. The Bible says, Biblia inasema, he says, anasema, I still had no peace of mind bado nilikuwa sina utulivu because I did not find my brother Titus there. kwa sababu sikumkuta. So I said goodbye to them and went on to Macedonia. Hivyo niliagana nao nikaenda Makedonia. Sometimes the lack of peace of mind. Wakati mwingine tunakosa amani. You lack of peace. Anasema the present day troubles. Anasema mateso hivi sasa. How many have ever been in a stressful situation until you could not sleep? Ni wangapi washawahi How kuwa na many? huzuni wakasononeka kiwango kwamba
kwamba until you wakulala, are almost looking for Piriton, kiwango kwamba ukatafuta Piriton, because things were troubling you. mambo yalikuwa yanakusumbua. So it is normal, it has already happened in the Kwa Bible. hivyo ni kawaida, manake imetendeka kwenye Biblia. That is what I want you to understand. Hicho ndicho nataka uelewe. In John 16:33-35, Kwenye kitabu cha Yohana 16:33-36 he says, anasema, John 16:33, kitabu ni cha Yohana he mlango wa says, I have 16. told you these things Anasema nimewaambieni mambo so that haya in me you may have peace. ili mpate amani ndani yangu. In this world Katika ulimwengu huu you will have trouble. mtapata dhiki. Somebody say trouble. Mtu sema trouble. In this world Katika ulimwengu you huu will have trouble. utakuwa na dhiki. But be of good heart. Lakini jipeni moyo. But take heart. Jipeni moyo. I have overcome the Kwa world. maana nimeushinda And in ulimwengu. this Easter celebration, Katika sherehe za Pasaka, Jesus Yesu has overcome the world. ameushinda ulimwengu. Jesus has overcome the grave. Yesu ameshinda kaburi. Jesus has defeated the devil. Yesu amemshinda ibilisi. Jesus is alive. Yesu yu hai. Jesus is risen. Yesu amefufuka. He is no longer in the grave. Yumo tena He is kaburini. risen. Amefufuka. He is alive. Yu hai. Jesus is the same. Yesu ni yule Yesterday, Bwana, today, leo and forever. na milele. He says, I have overcome the world. Anasema nimeushinda ulimwengu. I have overcome the grave. Nimeishinda We kaburi. are just looking at the present troubles. Tunatazama tu dhiki ya sasa. Acts chapter 14:22. Matendo ya Mitume 14, Acts chapter 14:22. Matendo ya Mitume mlango wa 14 mstari wa 22. We are looking at the present troubles. Tunatazama dhiki ya hivi sasa. Want to download it very well. Thank you. He says, Anasema strengthening the disciples wakiwaimarisha and wanafunzi encouraging them to remain true to the faith. na kuwatia moyo waendelee kudumu katika What did imani. he say? Je, amesema nini? We must go through many hardships Lazima tupitie to magumu enter mengi the kingdom of God, they ili say. tuingie katika ufalme wa Mungu. Akawasema Many hardships. mateso mengi. We are looking at the present troubles. Tunatazama dhiki ya sasa. The present troubles. Dhiki ya sasa. 2 Corinthians Wakorintho wa pili chapter number John 16:1 and 4. kitabu cha Yohana 16 mstari wa kwanza na wa 4. John 16:1 and 4. Yohana mlango wa 16 mstari wa kwanza na wa 4. John 16:1 and 4. Yohana mlango wa 16 mstari wa kwanza hadi wa 4. Hallelujah. Haleluya. One of you ana download, si ndio? Imekuja saa hii you are downloading. Umemaliza? Bado? Sawa. John 16:1 he says, Anasema all this I've told you mambo haya yote so nimewaambia that you will not fall away. ili msije mkaiacha imani. Verses 2 says, Mstari wa pili anasema they will put you out of the synagogue. watawatenga na masinagogi. In fact, Hata hivyo the time is coming saa yaja when anyone who kills you ambapo mtu yeyote will anayeua think they are offering a sacrifice to God. ni kufanya hivyo anamtumikia Mungu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And I tried to explain this Na scripture nikajaribu kuelezea andiko hili sometimes back. wakati mwingine hapo And I nyuma. tend to think that we are almost in those days. Nafikiria kwamba tumefika katika hizo siku Or events that are happening are almost close to those au days. matukio ambayo yanatendeka tayari yanaelekeza watu katika Can I hizo give you an siku. example? Niwapeni mfano. Can I give you an example? Niwape mfano. Right now, Sasa hivi anybody yeyote that is fighting the Lord ambaye anampinga Mungu all over the social media, kote kote katika they mitandao, normally say they are defending the Lord. Si ni kweli? kila mara They are husema normally kwamba say, we are eti wana- defending the Lord. We eti are wana- defending doctrine. We are defending the children of God. We are defending faith. kila mara wanasema ati ya kwamba eti tunamtetea Mungu, tunatetea dini, tunatetea watoto wa Mungu. Those who are saying, we are fighting the cloud. Wanasema ati ya kwamba tunapigana Ya kwa kwamba ajili ya no one Mungu. can step forward Na hakuna yeyote ambaye anaweza akajitokeza and say, na aseme I walk with the glory of God. ninatembea na utukufu wa And Mungu. they write, theologians, Na wanaandika wana theolojia, psychologists, wana and they saikolojia, write on social na media. wanaandika kwenye And they mitandao, are saying they are the custodians of the faith. na wanasema ati ya kwamba hao ndio wenyeji wa And they are imani. saying we are serving Na God. wanasema ati ya kwamba wanamtumikia Mungu. The Bible says Biblia inasema the time is coming wakati when unakuja anyone who kills you ambapo yeyote will anayewaua think they are offering a service to God. atafikiria kwamba kwa kuwaua nyinyi anamtumikia Mungu. Verses number 3, Mstari ni watatu, he says, anasema verses 3 says, mstari watatu anasema verses 3, give me verses 3. They will do such things nao watafanya mambo because hayo they have not known the kwa Father or sababu me. hawamjui Baba wala mimi. Verses 4, Mstari wa 4, verses 4. mstari wa I 4, have told you this lakini mimi nimewaambia so nini that when the time comes, ili saa hiyo itakapofika you will remember that I warned you about them. pate kukumbuka ya kwamba nilikuwa I did not tell you nimewaambia. this from the beginning because I was with you. Sikuambia mambo haya tangu mwanzo kwa sababu nilikuwa pamoja nanyi.
Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. How many are understanding the present troubles? Wangapi wanaelewa mateso ya The sasa? present troubles. Mateso ya sasa. So I've listed just but a few. Nimeorodesha tu machache. If you read the book of Revelation, Hebrews 11, Ukisoma kitabu cha Waebrania mlango wa 11, thrown into prison, kutupa gerezani, rejected, kukataliwa, pardon, kutemewa mate, abandoned, kuachwa, lack of faith, kukosa imani, lack of food. kukosa chakula. When the Lord brought the ministry of repentance, Wakati Bwana alipoileta huduma ya there were toba, people who were doing well because they were corrupt. kuna watu waliokuwa wanajiendeleza vizuri manake walikuwa Their wafisadi. businesses were throbbing. Biashara yao ilikuwa But inanawiri. now they repented Lakini sasa and walipotubu they're living a constricted na path. wanaishi katika njia And ambayo now they are imefinyika suffering. na sasa wanateseka. I just want to encourage you this Nataka tu morning. nikuhimiza asubuhi ya Ya leo kwamba the present ya kwamba troubles dhiki ya sasa that we are going through ambayo is tunaipitia nothing compared haiwezi with the linganishwa glory that is na coming. utukufu ujao. Now give me back Romans 8:18. Sasa turudi kwenye kitabu cha Warumi mlango wa Romans 8, 8:18. Give me Romans 8:18. turudi kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 18. Romans chapter 8:18 again. Kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 18. I consider that our present sufferings. Na yahesabu mateso yetu ya sasa. So we have already looked at the present sufferings. Tumeweza tazama tayari mateso So ya I want sasa. us to look at are not worth compared with the glory that will be revealed. Nataka tutazame sasa The second part. hayawezi yakalinganishwa na utukufu ambao And in utaweza looking at kufunuliwa. the glory that is to be Na revealed, kuyatazama utukufu ambao utaweza I want to kufunuliwa. read scriptures that describe heaven. Nataka nikasome maandiko ambayo yanaelezea mbinguni. Because when Jesus resurrected, Kwa sababu Yesu alipofufuka he went to prepare the kingdom of God for us. alienda kutuandalia ufalme wa Mungu. So let us look at, Basi tutazame, hallelujah, haleluya, this kingdom, the glory that is coming. utukufu ujao. It is described in these two scriptures. Imeelezewa katika haya maandiko Number one, mawili. Hebrews 11:16. Ya kwanza ni kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa Then 11 Hebrews 11:10. na kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 10. The Bible described that place Biblia inaelezea mahali where pale there is the eternal glory ambapo panapo utukufu wa milele is a better country. Number one, a better country. kama nchi bora. Number two, Ya pili a heavenly one. iliyo ya kimbinguni. Hallelujah. Haleluya. And number three, Na ya tatu it says anasema it is a city with ni foundations. mji ambao misingi yake. And number four, Ya nne he says anasema it is a ni city mji whose architect and builder ambaye mchoraji na mjenzi wake is ni God. Mungu mwenyewe. Hey, hallelujah. Let us clap to Jesus. Tupige Bwana Yesu Let us makofi. clap to Jesus. Tupige Yesu It is makofi. not a city that is designed by men. Sio mji ambao umezinduliwa na kuchorwa I na know we have wanadamu. top architects in this world. Najua kuna wengi ambao ni We wachoraji have katika ulimwengu huu. top architects in this nation. Kuna wengi ambao ni wachoraji But he says none of them hamna yeyote miongoni was mwao contracted in the construction of that city. aliweza kuhusishwa katika uchoraji wa mji huo. Only Jehovah Yahweh Ni Jehova Yawe peke is the yake architect of that city. ndiye mchoraji huo. Hebrews chapter 11, Waebrania mlango wa 11, Hebrews chapter 12:22 Waebrania mlango wa 12:22 describes that city inauelezea mji huo as the city of the living God. kama mji wa Mungu It is aishiye. not a city of a dead God. Sio mji wa Mungu aliyekufa, Because if you go to Western, kwa sababu ukienda kule you will magharibi, find a dead God, a God who died. utapata miungu wafu And his name is na Musambwa. anaitwa Musambwa. If you go to Nyanza, Ukienda kule you will Nyanza, find a dead God called Ondeto. utapata kuna Mungu mfu If you go to anaitwa Western Yesu. still, you will find another dead God called Mary Akatsa. Kule magharibi bado utapata kuna Mary Even if you go to Mecca, you will find a dead God called Mohammed. Ukienda kule Meka kuna Mungu mfu ambaye anaitwa But Muhammad. blessed people, Lakini watu wabarikiwa. you will also find another person that is called Wanyonyi, Utampata mwingine kule magharibi anaitwa Wanyonyi who is a dead God. ambaye ni Mungu mfu. In Egypt, when you go there, Kule Misri you will unapata find many dead gods of Pharaoh, utapata kule Mungu the ones that Farao. Pharaoh worshipped. Yule ambaye Farao But alimwabudu. when you go to heaven, Lakini unapoenda mbinguni it is a city of a living ni God, mji wa Mungu aishiye. the God that is alive. Mungu aliye hai. Vigelegele to Jesus, Vigelegele kwa Yesu. the city of the living God. Mji wa Mungu aishiye. When you read Hebrews chapter 13:14, Unaposoma kitabu cha Ibrania mlango wa 13 mstari the wa Bible 14, describes that place Biblia inaelezea as mahali the hapo city that is to come. kama mahali mji ambao utakuja. The city that is to come. Mji utakao kuja. When you read
Hallelujah. Hallelujah. Revelation 21 verses number 1 and 2. Ufunuo 21 mstari wa kwanza na wa The pili. Bible says Biblia inasema it is a holy city. ni mji mtakatifu. Number 2. Ya pili. The Bible says Biblia inasema there will be no tears in heaven. hapata kuwepo na machozi There will be mbinguni. no tears there. Hapata kuwepo na machozi pale. Number 3, the Bible Ya says tatu maandiko in that inasema city there will be no death. katika huo mji hapata kuwepo na There will be mauti. no more funeral homes. Hakuta kuwepo na mahali pa kuwekeza miili There kufa. will be no mourning. Hakuta kuwepo na maombolezo. There will be no cancer. Hakuta kuwepo na There will be saratani. no pain. Hakuta kuwepo na There will be machungu. no crying. Hakuta kuwepo na kilio. There will be no malaria. Hakuta kuwepo na There will be no malaria. blood pressure. Hakuta kuwepo na malaria. In that city, the Bible says, Hakuta katika huo there mji will be inasema life. kutakuwepo na uzima. Let us clap to the Lord Tumpigie Jesus. Bwana Yesu makofi. Because if you take the modernized cities of this Kwa world sababu ukichukua miji ya kisasa ya ulimwengu huu and their sophisticated healthcare na systems, zile mitindo zao za kisasa, you will still za afya, find people dying. bado utapata watu wanakufa. There is no city in this world that has got no mortuary. Hakuna mji katika ulimwengu huu If you go to hakuna Washington, mortuary. there is a mortuary. Ukienda Washington kuna If chumba you cha go to kuhifadhi maiti. Australia, Ukienda Australia you will find people dying. utapata watu wanakufa. But he says, Lakini anasema in that city, katika huo mji, the holy city that is coming, mji mtakatifu ambao there will be unakuja, no mortuary. hapata kuwepo na There vyumba will vya be no kuhifadhi maiti. death. Hakuta kuwepo There na will be mauti. no pain. Hakuta kuwepo na There will be machungu. no crying. Hakuta kuwepo na There will be kilio. life Hakuta forevermore. kuwepo na uzima milele. Hallelujah. Haleluya. When you read the book of John chapter 14 verses 1 to 3, Unaposoma kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa kwanza na wa the Bible tatu, says Biblia inasema there are many rooms in heaven. kuna vyumba vingi There are mbinguni. many mansions in Kuna heaven. majumba mengi ya For fahari each mbinguni. one of us, Na- we have a mansion in heaven. Na kila mmoja wetu tuna jumba la kifahari mbinguni. Hallelujah. Haleluya. The Bible says Biblia inasema in the book of Revelation 7, 9 and 10, kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 7 mstari wa 9, the Bible says Biblia inasema in that city, katika huo mji the citizens of that city, raia wa ufalme huo they are clothed in white robes. wamevalishwa joho jeupe, They are clothed in white robes. wamevalishwa majoho meupe. Hallelujah. Haleluya. They are clothed in white robes. Wamevalishwa majoho meupe. Are you through downloading? Bado? Sawa, thank you. They are clothed in white robes. Wamevalishwa majoho meupe. The citizens of that city, Raia wa mji huo they are clothed in white robes. wamevalishwa majoho meupe. Blessed people. Watu wabarikiwa. The Bible says, Biblia inasema after this I looked, baada ya hii nikatazama, and there before me was a great multitude, na hapo mbele zangu palikuwa na umati that mkubwa no one could count. ambao hakuna yote anaweza kuhesabu. And the Bible Na says, Biblia inasema they came from every nation, walitoka kila taifa, tribe, kila kabila, people, kila jamaa, and language. kila lugha. Mataifa yote, Rosie, yatakusanyika mbele zako Bwana Mwokozi. Situsaidieni jameni, kwani wote yote simukalie hizi viti za mbele. Kujeni mkalie. Can we sing that one song of that song? We go. Download too. And I want to, when we'll be watching, every children, hakuna mtu nje. Unajua wasia kuna hii mchezo watu people don't participate in worship. Watu hawashiriki kwenye ibada. Ikifika visitation our watch. Wale wanapenda ibada inua tu mikono, hiyo siku inakuja. Senaji fanya kazi wewe.
phone, how many are enjoying worship? That day is coming. And the Easter celebration is a reminder that that day is coming. Na hii sherehe ni kumbukumbu kwamba siku hiyo yaja. The coming on the cloud of God Kukuja kwa wingu wa is Mungu a reminder ni kumbukumbu that that day is coming. kwamba siku hiyo inakuja. When he came in Ivory Coast and visited with the reign of Elijah, na akamtembelea, it is a reminder that he is coming, that that day is coming. Akatembelea na mvua ya Elia, ni kumbukumbu kwamba Mumemaliza kudownload? Mumemaliza? Sawa, kidogo tu. Kidogo tu we transition the church. Hallelujah. So that we prepare. So return that scripture there. Hallelujah. Let us clap to Jesus. That day is coming. Siku hiyo yaja. He says, anasema, rudisha ile scripture hapa please. That day is coming. Hiyo siku inakuja. That day is coming. Rudisha. He says, anasema. Hallelujah. Hallelujah. From every nation, kutoka kila every taifa, tribe, kila kabila, people and language, jamaa na lugha, standing before the Lord wamesimama mbele and ya before Bwana the Lamb. na mbele ya mwana kondoo. They were wearing white robes na walikuwa wamevalia and mavazi were holding palm branches in their hands. na walikuwa wameshikilia matawi ya mitende mikononi And mwao. verses 10 they were saying. Mstari wa 10 walikuwa wanasema. Verses 10 quickly please. Mstari wa 10. Verses 10 of this scripture. 10 of this scripture. He says, and they cried out to the Lord. Nao walipiga kelele. They cried out in a loud voice. Walipiga kelele. Salvation belongs to our God, wokovu una Mungu who sits on the throne, yeye aketie kwenye kiti cha and to the enzi Lamb. na kwa mwana kondoo. So in heaven there is the throne of God, Kwa hivyo mbinguni kuna and there enzi ya is the Lamb Mungu. of God. So when you read Revelation 7, unaposoma kitabu cha Ufunuo hakikisheni umetest sound kila kitu. So when we begin, hatutakwama. We have given you sufficient time. Revelation 7, unaposoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 7, 15 and 17. 15 hadi 17. The Bible says, Biblia inasema, there will be no hunger hakutakuwepo na njaa or no thirst. wala kiu. Let us clap to the Lord Jesus. Tumpigie Bwana Yesu makofi. And in that city, na katika mji huo, the Bible says, Biblia inasema, there will be the fountains of water. kutakuwepo na chemichemi ya maji. The fountains of water. Kutakuwa na chemichemi ya maji. How many want to be there, blessed people? Wangapi wanataka kuwa pale? How many want to be there? Wangapi wanataka kuwa Then pale? Revelation Na 21, Ufunuo 21 verses number 9 to 11. mstari wake wa 9 hadi 10. The Bible says, Biblia inasema, Revelation 21, we are finishing now. tunamalizia sasa. Revelation 21, Kitabu cha Ufunuo 21. Revelation 21 please. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 21. The Bible says 21:11. 21, let me see which one. 21, 9 and 11. 9 hadi 11. He says, anasema, one of the 7 angels mmoja wa wale malaika 7 who had the 7, Revelation 21, thank you, who had the 7 vials waliokuwa na mabakuli 7 full of the 7, the 7 bowls full of the 7 last plagues came and said to me, akaja kwangu na kuniambia, come, I will show you the bride, njoo nami nitakuonyesha the bibi wife harusi, of the lamb. yani mke wa mwana kondoo. Verses number 10. Mstari wa 10. He says, verses 10. And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. 11. Naye akanichukua katika roho hadi kwenye mlima mkubwa na mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ikishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. It shone with the glory of God. Ulikuwa umeng'aa na utukufu wa Mungu. Its brilliance was like that of a very precious jewel, kama kito chenye thamani sana, like jasper, kama yaspi, clear and crystal. safi kama kioo. If you read, you will find that there was a gemstone. Ukisoma utapata kwamba kulikuwa na gemstone. And you find that in the year 1945, na utapata kwamba mnamo mwaka 1945, just a handful was discovered in Sri Lanka. Kidogo tu ilipatikana Sri Lanka. And from there, na kutokea pale, these precious stones have never been discovered again. Haya mawe ya thamani hayajawahi patikana tena. Some of them are found deep inside the sea, baadhi yao yanapatikana kule ndani katika bahari, where no life exists. ambapo hamna uzima unapatikana. Deep where there is no life. Ndani kule ambapo hakuna uzima unapatikana. But the Bible says, lakini Biblia inasema, blessed people in heaven, watu wabarikiwa kule these are the stones that build that city. Ndio mawe ya thamani yaliyoujenga ule mji. Revelation 21, Ufunuo 21, verses number 19 and 20, mstari wa 19 hadi and 21. na 21. The streets
fourth emerald, wa 4 zumaridi, the fifth onyx, wa 5 the sardoniki, sixth ruby, wa 6 the akiki, seventh wa chrysolite, 7 krisolitho, the eighth wa beryl, 8 wa the barajadi, ninth wa topaz, 9 yakuti the manjano, 10th wa turquoise, 10 the krisolitho, 11th hyacinth, wa jacinth, 11 hiyo and the 12th amethyst. na 12 amethisto. Even some of them, have you ever heard them? I've never heard of Hata them. mengine hatujawahi sikia majina yao. 21 he says, 21 and the anasema 12 gates were 12 pillars, yale malango peers, 12 yalikuwa and each gate made of a single pear. kila lango lilikuwa The limetengenezwa street of the city was of gold, barabara za mji huo zilikuwa za dhahabu as safi, pure as transparent glass. safi ing'aayo kama kioo. I did not see a temple in the city, Sikuona hekalu ndani ya huo because mji, the Lord God Almighty and the temple are its, and the Lamb are its temple. kwa sababu Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana-Kondoo ndio hekalu lake. Hey! 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 Hallelujah! Haleluya! Hallelujah to Jesus. Haleluya kwa Yesu. He is describing heaven. Anaielezea The mbingu. streets are made of pure gold. Barabara zake zimetengenezwa na dhahabu safi. Hey. And that is only the streets. Na hizo ni barabara tu. I'm looking at, not compared with the coming glory, the surpassing glory, the glory that is coming, not compared. Sasa ninaangalia that part, the glory that is coming. Ninaangazia tu ile sehemu ambapo anasema kwamba haiwezi kamwe kulinganishwa na utukufu ambao unakuja. Verses number 23 and 25 Mstari wa 23 hadi of 25 Revelation wa 21. kitabu cha Ufunuo The mlango wa Bible says 21. God will illuminate that city. Biblia inasema kwamba Bwana ataangazia That huo city, mji. there will be no sun. Hiyo mji haitakuwa na There will be jua. no solar system. Hakutakuwepo na solar There will system. be no KPLC with power Hakutakuwepo ration. na zile nguvu za stima upande huo. 23, the Bible says, Biblia inasema mstari wa the 23. city does not need the sun Ule mji hauhitaji jua or the moon to shine on it, wala mwezi for the kuuangazia, glory of God gives it light, kwa sababu utukufu wa Mungu and the unauangazia, lamp is its lamp. na Mwana-Kondoo ndiyo taa yake. Verses 24, 24 the nations will walk by its light, mataifa yatatembea and the kings yakiangaziwa, of the earth will bring their splendor into it. na nuru yake, na wafalme wa duniani wataleta fahari ndani yake. On no day Hakuna siku will its gate ever be shut, ambapo malango yake for yatafungwa, there will be no night there. kwa maana hakutakuwepo na usiku. Give me 26. The 26 glory and the honor of the nations utukufu na heshima za will be mataifa brought into it. italetwa humo. How many want to go there? Wanataka kwenda How many mule, want to be there? wanataka kuwa mule ndani. Hallelujah. Haleluya! Nasifiwe. Praise the Lord. Vigelegele kwa Yesu jamani. Vigelegele kwa Yesu. Not compared. Haiwezi linganishwa. Revelation 22. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 22. Revelation 22, 4 to 5. Mlango wa 22 mlango mstari wa 4 hadi wa 5. Take me to verses 4 and 5. Nipeleke kwenye mstari wa 4 na wa The 5. Bible says Biblia inasema in Revelation 22, 4 and 5. kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 22 hadi mstari wa 5 wa 4 hadi wa 5. Bring it on, 22. The Bible says Biblia inasema they will see his face, nao watauona uso and wake, his name will be on their na foreheads. jina lake litakuwa kwenye kipazi cha nyuso zao. There will be no more night. Hakutakuwepo na usiku tena, They will not need the light of a lamp wala hawatahitaji or mwanga the wa light taa of the au sun. mwanga wa For jua, the Lord God will give them kwa light, maana Bwana Mungu and they will reign forever and ever. watatawala milele na milele. Revelation 22 verses 2. Ufunuo wa Yohana mlango wa 22 mstari wa Revelation 2. 22 verses 2. Let's read. Tusome mstari wake wa Post pili. it there as we read it, blessed people. Tunaisoma hapo, watu wabarikiwa. The Bible says, Biblia inasema, hallelujah. haleluya, He says, anasema down the middle of the great city, or the street of the city, kupitia katikati ya barabara kuu ya huu on each mji, side of the river, kwenye kila upande wa stood the mto tree of life, kulikuwa na mti wa bearing uzima 12 crops of fruit, utoao matunda yielding kila its aina, fruit every month, 12 and kikuzaa the kila leaves kila of the mwezi. tree Nayo majani ya are huo for the mti healing of the ni nation. kwa ajili ya uponyaji wa And mataifa. right now, Na hata sasa we have one who has appeared. tunaye mmoja ambaye He amejitokeza, goes before the Lord, anaenda mbele za and the Lord Bwana, gives them the naye leaves of the Bwana tree of life. anapatia majani ya Now mti wa akirudi uzima. tu hivi, Na akirudi the tu hivi, cripples rise up and vipofu walk, wanasimama na the kutembea, blind eyes open, vipofu macho the deaf ears see, masikio even yanafunguka, HIV AIDS are hata healed. virusi vya ukimwi The inaponywa. Bible says, Biblia inasema when we reach heaven, tutakapofika there mbinguni will be no clock, hakutakuwepo na saa, hakutakuwa na saa, hakutakuwa na there saa, will be no time, hakutakuwa na majira, there will be no need of light. hakutakuwepo na The Lamb of God will be our light. Mwana-Kondoo atakuwa ndio When we reach heaven, tutakapofika mbinguni, the leaves of the tree of life will be there. majani ya mti wa So uzima there will be no trouble. hakutakuwepo na shida, There will be no pain. hakutakuwepo na machungu.
Hallelujah. Haleluya. Blessed people. Watu wabarikiwa. So listen. Sikiza. What is your instructions as we now prepare to watch the visitation? Je, maagizo kwako ni yapi unapojiandaa kutazama mtembeleo wa Bwana? Matthew 13:44 read. Mathayo 13:42. You must be able to forsake the world. Lazima ukaweze kuukana ulimwengu. That is why the men of all the patriarchs of faith, Ndio they sababu- saw these things. Waliziona. Ndio sababu watu wa kale, wale wenye imani waliziona hizi vitu. Waliziona. Waliziona. And they sang a song. Na wakaimba wimbo. And some of them were saying, Baadhi yao walisema, nikulinganishe na nini Bwana? Tupatie. Tupatie wewe. Na nini Bwana? Nishe na nini Bwana? Kumbe wewe ulinganishi, nikulinganishi Bwana, kulinganishe na mimi Bwana. huyu jamaa amepata vitu zake. Wewe huyu ndugu huyu mwenye anacheza bass haulingani. Let us clap to the Lord Jesus. tupigie Bwana Yesu makofi. They forsook the world. Waliukana ulimwengu. Waliwachana nayo. Waliachana So your na instruction ulimwengu. today as we watch this visitation, Basi maagizo kwako unapotazama ensure you don't remain the same. You forsake the world. hakikisha usibaki sawia tena. And number Achana 2, na ulimwengu. Colossians 3:1. Wakolosai 3:1. Set your minds on the things that are above. Lenga mawazo yako kwa mambo yaliyo juu. Now it makes sense Sasa when somebody tells you ina maana ya mtu kwamba anapokuambia now set your minds. ya kwamba sasa weka mawazo Don't yako. look at the gold of this world. Usitazame vitu ya dunia Don't hii. look at the wealth of this world. Usitazame mali ya dunia hii. Don't look at the jobs of this world. Usitazame kazi ya ulimwengu Don't huu. look at the urembo ya this world. Usitazame urembo wa dunia hii. Don't look at anything in this world. Usitazame chochote dunia hii. We have described the heaven according to the Bible there. Tumeelezea mbingu sawasawa na maandiko. Number 3, Ya tatu, ensure you gain Christ. Philippians chapter 3, 8-10. hakikisha unampata Kristo. Kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 10. Ensure you gain Christ. Hakikisha unampata Kristo. Ensure you have him. Hakikisha unampata. Ensure you receive him. Hakikisha unampokea. And then finally, Hatimaye 1 John chapter 2:15. waraka wa kwanza wa Yohana Do not love 15:15. the world or anything that is in the world. Usiupende ulimwengu na wala chochote If kilichomo anyone duniani. loves the world, Iwapo yeyote the anaupenda love ulimwengu, of the Father upendo wa Baba is not in him. haumo ndani yake. You see, Waona? for 20 years, Kwa miaka 20, 22, 22, the message of the kingdom of God has been preached in this nation. ujumbe wa ufalme wa mbinguni umekuwa ukihubiriwa hapa. And what you are going to see ahead of you Na here kile ambacho tutakitazama mbele is zetu now leo the hii. dreadful presence of God. Sasa ni uwepo wa kutisha wa Mungu. Mungu ametembelea watu. The Lord has visited his people. Heaven is real. Mbingu ni halisia. So do not love the world. Basi usiupende ulimwengu. Another thing now you can write, Nyingine unaweza andika, be aware, ufahamu, you must be aware lazima that ufahamu only those who overcome ya kwamba ni wale tu will watakaoshinda inherit the kingdom of God. ambao wataurithi ufalme wa And I mbinguni. want you to write the things that you must overcome. Na Number 1, nataka uandike mambo ambayo lazima ushinde. Ya you kwanza, must overcome the devil. lazima umshinde ibilisi. You must overcome the world. Lazima ushinde You ulimwengu. must overcome the flesh. Lazima ushinde mwili. You must overcome lies. Lazima ushinde uongo. You must overcome hypocrisy. Lazima ushinde unafiki. You must overcome Lazima ushinde the corruption in this world. ufisadi ulimwenguni. You must overcome Lazima ushinde the troubles of this world. shida za dunia You must hii. rise above the storms of this world. Lazima uinuke juu ya dhoruba You za must ulimwengu. overcome sexual sin and lust. Lazima ukaushinde usherati na You must tamaa mbaya. overcome rebellion and pride. Lazima ukaweza kushinda uasi. The na Bible kiburi. says in 1 John chapter 5 verses 4, Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa for Yohana whatsoever is born of ya God kwamba yeyote aliyezaliwa na Mungu overcomes the world. anaushinda And this is ulimwengu. the victory that has Na overcome huu the ndio world. ushindi ambao tumeushinda ulimwengu. Even our faith. Hata imani yetu. Whatsoever is born of God overcomes the Yeyote world. ambaye amezaliwa na Mungu anaushinda ulimwengu. Number 2, Ya pili, you must be filled with the Holy Spirit. lazima ujazwe Roho Mtakatifu. You must be filled with the Holy Spirit. Lazima ujazwe na Roho He Mtakatifu. told them, Aliwaambia, don't leave Jerusalem msiondoke and Yerusalemu attempt to evangelize na ukajaribu kufanya until you are uinjilisti filled, clothed with the power from on high. hadi utakapojazwa na nguvu za Roho Mtakatifu toka When they juu. attempted without the power, Walipojaribu bila Roho they Mtakatifu failed. walishindwa. The power of the Holy Spirit Nguvu za Roho Mtakatifu is power, ni is nguvu, what will enable you, ndio kitakachokuwezesha, capacitate you, kukuwezesha, enable you to kitakuwezesha serve Jesus. kumtumikia Yesu. So when you see the coming of the cloud of God
God, and the Lord coming with the rain of Elijah, ensure you are full of the Holy Kwa Spirit. hivyo unapoona kukuja kwa wingu wa Mungu na Bwana akikuja na mvua ya Bwana, jua ya kwamba hakikisha kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. And finally, Hatimaye ensure you are covered by the blood of Jesus. hakikisha kwamba umefunikwa kwa damu ya Yesu. Ensure you are covered by the blood of Jesus. Hakikisha umefunikwa kwa damu ya Yesu. You are covered by the blood of Jesus. Ufunikwa kwa damu ya Yesu. Hallelujah. Haleluya. Ensure you are covered. Hakikisha umefunikwa. Ensure righteousness. You build your salvation on righteousness. Hakikisha umeujenga wokovu wako kwa Ensure that haki. in your life Hakikisha katika you maisha yako inculcate righteousness. unahusisha You inculcate uhaki. righteousness. Unahusisha You uhaki. inculcate holiness, Unahusisha utakatifu, righteousness, uhaki, purity, usafi and the fear of na God. hofu ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. So now let us clap to the Lord Jesus. Tupigie Bwana Yesu makofi. Now when they saw this, now they were willing to forsake everything. Walipoona haya Thank you. sasa walikuwa na Now hiari I kuacha kila want kitu. everybody to get inside now. Nataka sasa kila mmoja aingie Everybody ndani. to get inside. Kila mtu ingia ndani. Mwenye amekaa nje akae ndani. Yule ambaye ako nje We ingia want to ndani. now watch. Sasa Ngoja tu tunataka kidogo utazame. kidogo tu. Now watch. Leta nione. Nini? Yeah. Nilikuwa naokolewa. Sawa, thank you. Nilikuwa na leading. So now sit down. Keti chini. Those who are outside, leteni watu wote pasa nani na overseer, leteni watu wote walio nje. Ishe watu wanahepa. Hapana, today we want to watch. Ensure you get a good sitting place. Nyinyi mna watch kweli, you are able to see. Mnaweza kuona nyinyi. Wale wako kule. Are you able? Sawa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Jina la Yesu. I'm waiting for people to enter inside and take your notebook and pen. How many want to see the kingdom of God based on what we have shared here? Kuzingatiana kila ambacho tumeona. Je, wangapi wanataka kuona? Don't miss what we are going to share here. Usikose kila ambacho Wale wanakaa tunatazama huko, hapa. kujeni huku mbele. Beba tu kiti yako mkuje huku mbele. Ona, bebeni kiti mkuje huku. Wale wako nyuma kule, kuja tu na kiti yako. Kuja tu na kiti yako. Kuja na kiti yako hapa mbele. Tuunde line nyingine hapa mbele, hakuna shida. Kuje. Watu wote wenye wako short sighted, if you're short sighted. Kuna nafasi hapa, kujeni. Wale ambao Kabia, kujeni hapa. Ninaongojea watu wote. Ni security mmoja tu nahitaji hapo nje. Kuja na kiti yako. Pastor Kevin toka huko nyuma. Kuja kaa hapa pastor wewe. Wacha jokes bwana. Beba kiti yako, kuja na kiti. Kuja na kiti pastor. Kuja nayo. Wachana na hiyo. Hii nataka hiyo overseer kalia hiyo. Inua tu mikono juu tumwabudu Yesu. Tukijipanga kuwatch sasa. Then we'll be able to now watch the visitation. Tukitoka tu hapo ni toba na kushare the Holy Communion, then kila mtu anajia. Si ndio senior pastor? Beba kiti yako. Kuja na kiti brother, chukua kiti moja, kuja nayo. Aya, inua tu mikono juu. Nataka kila mtu akae chini. Wacha tungoje ule mama anatembea. Watoto wote, the children who are outside, bring them inside now. Pastor Isaiah, kimbia mlete watoto wote ndani. Na ubasemane. What we are going to watch here. Kuja na kiti. Na leo if the church is full like this, na watu wameenda Easter. Inua tu mikono tumwabudu, mikono yako yote. Wamama wote jameni, I'm waiting. Everybody must watch this. I'm waiting for everybody. Nobody will miss this.
We, mtulie tafadhali. Jamani, tutulie sasa. Tutulie kabisa. This is our life. What we are going to watch here is our life. Kama wewe ni short-sighted, just ensure you find a place where you will watch this. Probably you are not able to see far. Just come and watch. Kama hawezi kuona bali songea tu mbele ndio uone vizuri. You can feel the next seats here. Easy mbele. Jazeni hizo. Songeni mbele hivi kidogo nyinyi. Kidogo tu. Then hao wajaze hizo basi hapo. Are we ready now? Naona ndio wale watu wanakuja. Nilijua kuna watu hawatakangi kuwatch. These people don't watch. They don't watch. Thank you. We are ready now. Kalieni hapo. I want us to do it very well for the Lord. So I'm waiting for those ones to enter to settle, then we signal we go. Mumeanza kila kitu iko set, hakuna kukuama, si ndio? So I'm waiting, kuna watu hapa nje hapa watakuja kukaa hapa. Wacha ni wangojeni wakuje tuwache. Let's worship on this Sunday when we commemorate on this Easter celebration Sunday. He is risen from the dead. Ona, huyu mama ako mbali hata watch. Kuja, beba kiti yako. Beba tu kiti, kuja. Kujeni wewe na wewe. Nyinyi amuwatch chochote, kujeni. Kuja tu. Kuja na YouTube yako kabisa. Kujeni hivi. Mami, kujeni. Kuna kiti hapa. Hapa hivi, hapa. Kuja hivi. Wewe watch. Umekaa. Muna watch. Are you able to see? Munaweza kuona? Are you able to see? Kali hapo, rudi hapo. Now we are set. So blessed people, the most awaited session is now here with us. Ensure that you watch.